wakakuja mahali na usia mboga, wakaniambia maadhe, si tumekuachia hii milioni 6. Mungu, mimi niseme nini? Mimi sijui nilie, sijui nifanye nini, hata sijui niseme nini. Pastor, mimi niletewa pesa dola za kutoka nchi za nje, na zilikuwa kwa gari ya kijana yangu. Kama mimi nauza mboga, nilitoka hivi vile nilikuwa nauza mboga. Mwishowe Saidi akakuja, na huyu mtoto ni marafiki hawa watoto. Wakafanya nini? Wakaleta pesa. Nani? Mashahidi, rafiki ya huyo kijana yangu. CID? Wakaenda kwa banki wakabadilisha pesa, wakabadilisha milioni 10. Kumaliza kubadilisha milioni 10, wakakuja mahali na usia mboga, wakaniambia maadhe, si tumekuachia hii milioni 6. Wakaenda na huyu kijana yangu. Sasa nikasema mimi sitaingiza pesa hii kwa nyumba, nilikuwa nauza bama. Mimi nikaanja tu mwendo na hiyo pesa na gunia yenye walinipatia mpaka hapa kwako. Ukafanya nini? Nikaweka pesa kwa gunia mpaka hapa. Nikasema sitatumia kabla sijafika kwa Pastor Ezekiel, sijui ni ya ukweli, sijui ni ya uongo, sijui ni ya wameua mtu, mimi sijui. Akaniambia ati amepelekwa kwa shahidi huko mlimani. Nani? Huyo kijana wangu anaitwa Ronaldo Okelo. Alipelekwa huko kwa nini? Sasa hapo ndio sijui. Pesa ziko wapi? Pesa ndio hizi. Sasa mimi sijui. Sasa sijui kama walitoa hiyo pesa wanipe ndio sanduku. Wakaenda na mtoto yangu. Wapi? Walitoa hii pesa, ilikuwa ndani ya anafanya kazi ya Uber. Kazi ya Uber. Na ilikuwa ni madola kutoka Amerika. Sasa hao mashahidi wakakuja kwangu, ni rafiki ya kijana yangu. Wakaenda wakabadilisha pesa. Wakaniletea pesa. Mimi nimekaa hivi kwa soko. Sina chochote nye nilikuwa nauza, nilikuwa nimekaa hivi. Nikasema mimi sitaingia na hii pesa kwangu. Mimi wacha tu mwisho ni kwangu kwa madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Mombasa ndio mwisho. Na ndio hizi. Kama wamenipatia ndio ikuwe mchango ya mtoto wangu, vile wameenda na yeye mimi sijui. Kwa hivyo wamekupa hii ni moja. Nyingine iko wapi? CID wameenda na mtoto na wameacha pesa. Walienda na yeye lini? Walienda na yeye siku mwisho ni hapa. Walienda na yeye siku gani? Jana usiku, na mimi nikapanda tu gari usiku hiyo saa 1. Na ni kweli wamekuachia pesa. Wengine macho yao yameanza kubadilika. Ni milioni 6 hiyo. Na wengine wakaenda na zao, mapolisi wakaenda na zingine. Wameenda na hizo 4. Wameenda na hizo 4. Na zingine zika hapa. Pamoja na za Tanzania. Kama aliniachia hii pesa ndio waliniambia mtoto wangu wameua ako pale nipeleke nyumbani, mimi sijui. Na wakati wanaenda na mtoto wako walikuambia?
Hawakuniambia, walikuwa na yeye kwa gari. Hata hiyo gari ya shahidi ndio ilinibeba. Ndio ilikubeba? Ilinibeba ikaniwacha Bama mahali nausia. Ilikutoa wapi hiyo gari ya shahidi? Ilinitoa pale Njogoro tu hapo. Ikakuchukua hao wenyewe ndio waliniita kuja uchukue hizi pesa. Hao wenyewe ndio wameniita. Na wao wenyewe ndio walinipatia hii pesa. Ikifika saa nikaambia watoto wangu mimi siendi kwa nyumba. Mimi mwisho wangu ni kwa madhabahu ya Pastor Seki. Ni marafiki za kijana yangu au mashahidi? Wewe unawajua? Unajua pale wanafanya kazi? Mmoja anafanya buruburu. Buruburu? Huwa wanatembeleana na wanatembeleana, hata ugali napigana kwa nyumba wanakula. Hao sasa ndio walienda kubadilisha hizi pesa, ndio wakanigawa hizi, wakaniwekea kwa hii paper bag. Wakaniambia Made utabeba, nikasema mimi nitabeba pesa. Sasa hizo kijana wako alikuwa wapi? Walikuwa na yeye kwa gari, wakagawana pesa yenyewe walikuwa naye hapo kwa gari. Sasa ikifika saa 1 nikiwa Liver Road kwa gari ya Mombasa, ndio kijana ananiambia Made Solo amenipeleka wapi? Kwa shahidi huko Mlimani. Solo nani? Huyo sasa, huyo kijana. Huyo kijana, huyo super shahidi. Huyo shahidi amempeleka. Yeye mwenyewe ameniita na simu na amenipeleka shahidi polisi Mlimani. Sasa sijui kama ndio nimepewa masanduku, mimi sijui. Na umeongea na kijana wako tena? Nimeongea na yeye nikiwa natoka Mombasa, kama tuko hapa kwa mlango, nikamwambia niko kwa gari sikusikii. Alikuwa anasema nini? Akaniambia wampelekee chai baada yako Mlimani. Nani ampelekee chai? Kijana wao mwingine ampelekee chai. Ndugu yake? Na sasa simu zangu zote zimesima. Okay. Sasa tunafanya hivi. Hii fedha tutahakikisha kwamba iko salama na ni yako. Unaelewa? Mimi nitahakikisha iko salama na ni yako. Amen. Ufuatilie mtoto wako mpaka ujue mahali yako na mahali amewekwa.